tusimame sasa, tusimame tuwapokee. Wakati wa akina mama, vigeregere, vigeregere kwa akina mama. Asante sana akina mama. Siku ya leo ni sherehe nzuri sana kwa watoto wetu au kwa mtoto wetu. Mtoto anavishwa kikofia, lakini anakitoa. Flag ipi iliyopo kwa huyu mtoto? Jamani, vigeregere. Jamani, akina mama huko nyuma vipi? Dada zangu msogeni, muwalete. Dada zangu sogeni. Akina dada sogeni. Tuwasindikize, sindikizeni. Jamani, akina mama hebu unganeni hapo tuwape kampani. Ubarikiwe sana dadangu. Asante sana. Mtoto yuko vizuri, anashika tai ya baba. Na anapiga mikono hivi, anapunga hewa. Wapungie mtoto. Yuko vizuri sana. Akina baba mnaweza mkakaa, akina baba. Akina mama naweza na nyinyi mnakuwa mnarudi katika sehemu yenu. Akina mama barikiwe sana kwa hilo. Asante sana. Mnaenda maeneo yenu. Tunapita hapo mbele hapo. Tunaenda hapo mbele. Dogo unaweza ukapita na kuja hadi huku hivi. Jamani, vigeregere akina mama, vigeregere. Asante sana. DJ kidogo hapo DJ. Asante sana jamani. Watu tayari wameshatoka ndani ya nyumba, wameingia ndani ya ukumbi. Wamependeza hawajapendeza jamani? Wamependeza hawajapendeza? Je, mtoto wetu? Nina imani kila mtu anatamani akakabebe. Nipige nako picha na mimi. Hebu cheki kanavyoangaza. Toto. Toto kako vizuri. Angalia hilo jicho. Nahisi huyu mtoto anamcha Mungu sana huyu. Basi baada ya kuwa tayari walengwa tayari wameshafika ndani ya ukumbi na tayari wako mbele, basi kwa heshima na taadhima tu niwaombe mkae. Ni safari ndefu ambayo mmeiandaa kutoka hapo mwanzo. Safari ndefu sana ambayo mmeiandaa kutoka hapo mwanzo. Asante sana. Basi baada ya kuwa tumefika hapo, basi tumuombe au niombe kwa mtu aliyeandaliwa kwa ajili ya kuja kutoa neno. Asogee. Aje atoe neno. Lakini pia katika kutoa ombi kutakuwepo na neno kwa ufupi zaidi. Karibu sana. Asante. Sherehe safi. DJ safi, MC safi. Freddy safi. Mama Freddy je? Mpeni Mama Freddy amina. Muongezeni na nyingine. Na nyingine. Na ya mwisho. Ba Freddy mpatieni amina pia. Amina. Na nyingine. Amina. Na ya mwisho. Amina. Jamani, tunamshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani Mungu wa mbinguni, kwa kutujalia kuwepo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naam, tunataka kuwa na wakati na wasaa mchache tu wa kumwalika muumbaji wetu aendelee kuwa kiongozi katika hafla hii. Bwana Yesu asifiwe. Naam, tutakuwa na maneno machache tu ya kutafakari, na baada ya maneno hayo tutaomba kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kuwa pale?
pale ambapo leo Fredi anakwenda kupongezwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Rafiki yetu na baba yetu unayetupenda na kutujali, wasaa huu tunahitaji kutafakari neno lako, na baada ya kutafakari neno lako tutaomba uwepo wako ukae pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba na kuamini kupitia jina la Yesu, amina. Miongoni mwa watu ambao tumeshiba ni pamoja na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba unaweza ukawa na maswali, nimeshiba, lakini hii afra sijaielewa. Utaelewa tu mbele ya safari. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu wako hapo wameshiba, wamekunywa soda, lakini bado wana doubt kuhusiana na sherehe hii. Hivi utawezaje kuchinja mbuzi kwa katoto kadogo kama hako? Jamani, niwapongeze, mmefanya jambo kubwa ambalo watu wako hapa wanajifunza. Watu wengi wanadharau vitu vya umuhimu. Kudharau kitu cha muhimu kunako dhania ya kwamba hakina umuhimu wowote. Katika historia ya dunia wako wengi ambao waliwahi kudharauliwa kwamba hawana kitu chochote cha kufanya katika ulimwengu huu. Na katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 17, historia ya Biblia pia iliwahi kuandika mtu ambaye alizalauliwa, lakini alikuja kufanya mambo makubwa ambayo yaliushangaza ulimwengu. Huyu si mwingine, aliwahi kuwa mfalme wa taifa kubwa ambalo sote tunalitambua leo na ambalo linatikisa dunia kwa leo. Ili si taifa jingine, ni taifa la Israeli. Huyu si mwingine, ni Mfalme Daudi. Mfalme Daudi alipokuwa mtoto mdogo aliamua kwenda kupigana na jitu kubwa lililokuwa linajulikana kama Goliath. Lakini ndugu zake walimdharau, wakadhania kwamba hawezi kumwangusha Goliath ambaye alikuwa amewatisha wanajeshi wote wa taifa hili la Israeli. Na mkisoma katika Samueli wa kwanza sura ile ya 17 kuanzia mstari wa 32, maandiko yanasema hivi. Tusoma kama ilivyoandikwa. Maandiko yanasema hivi: Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi. Mimi utoka nikamfuata nikampiga, nitampokonya kinywani mwake, na akinilukia umshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetailiwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Huyu ni mtoto mdogo Daudi, aliweza kumwangusha Mfilisti. Nataka niwaambie wageni waalika ya kwamba leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kijana mdogo huyu Alfredi, ambaye tunadhimia ya kuwa wazazi wake wana matarajio makubwa juu yake. Huenda akafanya jambo kubwa katika ulimwengu huu, huenda akaweka historia kubwa kama ilivyowekwa na Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka niwaambie, jambo lolote lile ambalo unaweza ukafikiria kwamba halina umuhimu katika maisha yako, lifikirie mara mbili, huenda lina umuhimu sana. Umewahi kuwa pale wakati fulani, hata kina baba katika familia mnawadharau kina mama, lakini hao ndio wanaowapikia vyakula. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wanaowabebea wanaowabebea watoto wenu. Kwa hivyo usidharau vitu ambavyo vina umuhimu ndani yake. Mungu wetu atusaidie. Tunapohitaji kwenda kuomba sasa, niwaalike watu wote tusimame. Tutamuomba Mungu wetu aendelee kuwa kiongozi katika tukio hili. Tambua vitu vyenye umuhimu ambavyo unadhani kuwa havina umuhimu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe aliwahi kusema, acheni watoto wadogo waje kwangu,
Kijana Fred tunampongeza kwa sababu ni mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Rafiki yetu mwaminifu, tunakushukuru sana kwa neno lako zuri ambalo umetupatia. Wakati fulani tunawadharau watoto, wakati fulani tunawadharau hata wenzetu tunaofanya kazi pamoja nao, wakati fulani tunadharau hata watumishi wa Mungu, wakati fulani tunadharau hata wake zetu, wakati fulani tunadharau hata waume zetu, kwa vile tu ambavyo tunaona hawana umuhimu kwetu. Tunakuomba Bwana utusamee. Jioni ya leo endelea kuwa kiongozi wetu katika tukio hili kubwa na zuri linalokupendezesha wewe Bwana. Asante muumbaji wetu, ndivyo tunavyoomba na kuamini kupitia jina hilo kuu, jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana awabariki. Asante, 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 asante. Baada ya kuwa tumemaliza hapo, basi tumemaliza kupokea ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo nafasi inayofuata sasa itakuwa ni ya mwenyekiti wa hii hafla aje atufungulie sherehe yetu. Karibu mwenyekiti, na DJ naomba umlete mwenyekiti wa hii sherehe ili atuwekee sherehe yetu wazi. DJ mlete mwenyekiti. Rudiko basi, tulia kidogo nikwambie kitu mwenyekiti. Hii ni sherehe jamani, tusiende tu kana kwamba tunaenda, hapana. Unakuja kwa madaa kama mwenyekiti kwanza ni wachache. Uongo kweli jamani? Wachache wenye viti ambao wanapewa unakuta tayari aishabadilisha nywele. Mwenyekiti anafaa. Haya, karibu mwenyekiti, mlete bana, ananesa nesa kidogo. Unaona jamani, vigeregere kwa mwenyekiti. Vigeregere, vigeregere. Asante sana DJ. Asante DJ, tulia. Asante jamani, mwenyekiti anafaa, fai kwa mwenyekiti. Na ukisikia hizo sauti mpaka na za akina mama wanatoka, mwisho wa siku utakuwa diwani, mbunge hii na wewe utajiongeza kwa. Karibu mwenyekiti, nafasi ni yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani mimi nimepewa nafasi ndogo sana ya kufungua sherehe yetu ya leo. Naweza nikasema mengi baada ya kusema happy birthday, yasema mahafali oye. Ndugu zangu, hawa Utatu Mtakatifu sasa leo unatimia, kwamba wameenda kuadhimisha sherehe ya mtoto wao, wakitambua kwamba mtoto ni lulu na mtoto ni thamani, na sisi tulikuwa watoto, lakini leo tunatumia taifa hili. Baada ya kusema hayo, sherehe hii imeacha wazi. Sasa naenda kufungua kapu ili tuweze kumchangia mtoto wetu ili aweze kuendelea na maisha bora. Nashukuru sana MC. Mimi nafungua kwa shilingi 5,000 ya kuanzia. Jamani, mwenyekiti anasema anafungua kwa shilingi 5,000. Tunamruhusu hatumruhusu? Naombeni majibu kutoka kwenu. Tunamruhusu hatumruhusu? Hatumruhusu. Mwenyekiti wanasema hawakuruhusu. Basi ili ikamilike, ihesabike vizuri. Huko tayari wako 1 2 3 4. Wako 5. Bukubuku. Hapana, bukubuku shilingi 5,500 mara 5 25. Hii ni ya kuanzia. Basi nikuombe tu mwenyekiti, na mimi sasa niongezepo shilingi 5,000 tu. Ya kuanzia hiyo. Ya kuanzia tu 5,000 tu hiyo. DJ twende. DJ mruhusu. Asante sana, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana, ubarikiwe sana. Haya. Basi tulia mitambo, tunaenda haraka. Basi nafasi inayofuata sasa. Nafasi inayofuata itakuwa ni nafasi ya utambulisho. Sasa wakati nafasi anayetoa utambulisho anajiandaa, basi na nyie sasa ambao wana keki wajiandae. Baada ya utambulisho, keki. Baada ya keki tunaifungua keki. Na atakayefungua ni nani? Yaani nasoma mnakuta mnajiandaa kabisa. Baada ya keki kufika itakalishwa mezani. Baada ya ukalishwa mezani, naisi mwanetu ndiye atakaye ipokea. Sasa sijui kama kataweza kupokea, lakini shida ipo. Kwa vile sherehe ni yake, atapokea tu. Asipopokea kuna niaba au kwa niaba ya mtoto. Baada ya keki kufika,
tutajiandaa kuifungua ile keki, na atakayefungua ni nani? Ni mtendaji mtendaji kutoka Kagu ndiye atakayeifungua, alafu kisha ndiye atakayewasha ndiye atakaye na kuiwasha, yani kuwasha ile mishumaa na hisi, na ndiye atakayeisoma huyo mtendaji huyo. Na kuna gharama yake, ajiandae. Itakuwa imeandikwa happy birthday, lakini hapana, sio happy birthday hiyo, itakuwa ni wimbo tu ndio umeandaliwa hapo, ni wimbo. Kwa hiyo ajiandae. Karibu sasa, karibu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya utambulisho. Karibu kwa ajili ya utambulisho. Mlete ambaye ameandaliwa kwa ajili ya utambulisho. Karibu aliyejiandaa kwa ajili ya utambulisho. Asante sana. Haya DJ. Haya, anasema kwamba lete tu hapa hivi. Ndo watoto sasa hapo ndo wanakuwa na mambo yao. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Wapendwa katika Bwana, karibuni katika sherehe hii. Ni sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa mtoto wangu mpendwa, anaitwa Frederick Shija. Huyu hapa. Lakini yote kwa yote, toka nimefika huku jamani, nilikuwa mnaniona niko peke yangu, ila kwa furaha leo nipo na baba wa mtoto wangu, na ndio mume wangu kipenzi, anaitwa Shija Juma. Karibuni katika sherehe hii. Kwa vile sherehe yetu imeshakwisha kuwa wazi, tuendelee na yanayofuata. Asante jamani. Amesema kwamba jamani, sherehe yetu leo tulishazoea sherehe, lakini mwenyekiti amesema leo ni graduation. Ni graduation ya mtoto wetu. Kanaitwa Kanani au katoto ketu? Na mimi na mtoto Kanani. Anaitwa Frederick nani? Shija. Sasa nikuombe mama, popote uliposimama na mheshimiwa Shija usimame. Simama mheshimiwa Shija. Huyu hapo. Mama naye huyu hapo. Jamani. yani hapo kama ni ng'ombe zetu makinyankore. Uongo kweli jamani? Wamependeza hawajapendeza? Sasa kama umependeza Bwana Shija, nione sasa kama kweli mama amekutambulisha mume wangu ni Shija. Sasa na wewe nione sasa utaonyesha mapenzi gani kwa mama hapo tu, ili kusudi watu nao wafurahie na katoto nako kafurahie. Uongo kweli jamani? Haya baba, wachapie kamziki nione Shija atamfurahiaje mume wake, lakini bado na hata na mke wake. Mke wake wewe ulisema tu Shija. Na wewe unaitwa nani mama? Esther. Yeye anasema anaitwa Esther Shija. Si ndio hivyo? Tushazoea hivyo. Haya DJ, hebu wapashe kidogo nao tuwaone. Wow. Vigeregere jamani, vigeregere. Asante sana. Mitambo. Tunaenda haraka. Asante. Basi unaweza ukakaa. Kaeni taratibu. Amesema kama mlizoea kuniona peke yangu, sasa hivi yuko double. Asante sana. Baada ya huo tambulisho, basi nafasi inayofuata sasa itakuwa ni nafasi ya keki. Karibu
wanaoleta keki, una wimbo hapo wa keki. Hebu mama tusaidie, naomba uchomoe kusudi mama atusaidie hapo. Chomoa tu hapo, chomoa hiyo pini hiyo ya patia hapo mama, ili atuangalizie nyimbo za keki hapo. Tunaenda haraka sababu kuna watu wengine wametoka sehemu mbalimbali. Jamani, mbona umekaa mbali sana mama? Sogeni basi huko. Sogeni. Tulieni kwanza mama. Mama, wewe tulieni kwanza. Kuna kawimbo kenu mnaandalia. Paparazi. Natakiwa kaanzie kule hivi. Wale makameramani. Kaanzie kule, una shooting. Yes. Una wimbo? Hauna? Hauna wimbo? Sina, sababu hiyo sio kazi yangu. Mimi kazi yangu ni kuongea tu hapa. Angalia. Mo nyimbo za kutuletea keki yetu hapa hauna? Sawa, kwa sababu bado ni kamaraika tukalete. Karibuni, karibu. Jamani, vigeregere akina mama, vigeregere basi. Makofi. Hiyo ni keki jamani. Hawa akina mama walishasomea na mapozi wanayo tu ya kuletea keki. Tunaikalisha hapa, sio hivyo? Sawa, nilikuwa sijaona. Wanazunguka hapo. Jamani, inashikiliwa, inaendelea. Wanawatisha hapo vipi? Asante sana. Asante DJ wangu. Asante sana. Asante. Basi baada ya kuwa keki imefika katika eneo husika, nafasi sasa inayofuata itakuwa ya kuifungua. Kwanza kidogo hapo kamziki kidogo ajiandae, ambaye nilikuwa nilishamsoma, anajiandaa. Haya, twende DJ. Tulia kidogo mitambo, tulia kidogo. Jamani, akina mama hapa, hebu naombeni msimame niwaambie jambo. Simameni. Na hata na nyie mnaweza mkaja mkaungana huku. Njoni tu huku kwa wenzetu huku. Njoni akina mama, njoni akina mama. Tembeni tu mje. Kwa nafikiri kuna njoni mama, njoni. Asante sana mama, naye akasema mimi naenda na kiti changu. Kwani shida ipo? Haya, sasa akina mama tunamkaribisha sasa yule ambaye anakuja kufanya nini? Kuifungua. Tumeshamsema ni mtendaji wa wapi? Wa Kagu. Karibu DJ. Mlete DJ. Lete. Jamani, vigeregere kwa huyu baba, vigeregere kwa mtendaji. Hebu tulia kidogo. Jamani, mimi nimeshahudhuria sana kwenye hizi sherehe. Jamani, anapokuja kwamba anakuja kuifungua, si tunakuja tu, vigeregere ndio mkando wetu unapendeza. Sasa nyie mko huku jamani, hebu ianze mwanzo. Karibuni.
wakati huo mnarudi sasa, mnarudi na nyaki na mama. Tulia kwanza, mtendaji usifunue, kuna jambo la kusema hapa. Tulia. Asante sana. Sasa mtendaji wanasema kwamba inafunguliwa hiyo keki na mtendaji kutoka Kagu, lakini tukisha kuruhusu kwamba basi ifungue afu ndo itoe gharama yake, ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi mtendaji sogea hapa, na nimeambiwa kwamba gharama ya hiyo keki kuifungua shilingi 20,000, 20 shillings kwa wale wasomaji, shilingi 20,000. Afu ndo naenda baba, ukitandika tu 20 unaenda pale kufungua. Mtendaji anasema shida haipo. Mtendaji toa moja moja, mtendaji moja moja tu. Shilingi 10,000 ya kwanza, 5, 15, 20. Mtendaji, mbona nyingine umenisosonya? Mtendaji hana shida kabisa, anaenda anaifunua, anaangalia watu, DJ. Jamani, vigeregere. Asante sana. Haya, tulia mitambo, tulia. Hapa tena bado kuna bei nyingine. Anasema kwamba aifungue kwa shilingi 20,000, lakini kuiwekea mishumaa na kuiwasha shilingi 5,000. Umeona mtendaji, kuna gharama tena nyingine uko shilingi 5,000 kwa ajili ya kuisoma na kuiwashia hii mishumaa. Hiyo hapo ni wewe tu, sio mimi. DJ, twende. Hii hapo, tulia mitambo. Hivi kweli ni mtendaji kweli huyu? Yani hana rongorongo. Mtendaji, hiyo hapo. Sasa mtendaji, sijui mishumaa huwa inakaa wapi, hatujui. Sasa mishumaa ni hapa, kishamaliza kuiwekea hiyo mishumaa, baadaye utaisoma wewe mwenyewe, afu ukishamaliza kuisoma unaiwasha na mishumaa yake. Asante. Mtendaji anatengeneza. Lero kaliwo DJ. Leo kaliwo. Mitambo tulia. Sasa mtendaji, labda umuite mtu aje akusaidie, kuna kitu. Mtendaji, kuna kitu. Wewe kaa, ataita. Mtendaji, labda uje, nani aje akuongozee hapa kitu? Nani? Madam Flora, naomba unyanyuke uje. Mlete Madam Flora. Tulia mitambo. Madam Flora. Sasa mitambo, twende DJ. Nishike mkono kipenzi, kwangu wewe ndio kila kitu, na leo ndiyo siku yetu. We mzuri wangu, wazazi ukapika, moyo wangu ukapikisha, na pasta amekubali tufunge ndoa yetu. Tukitembea pamoja, tuimbe pamoja, na tufurahi pamoja. Haya, asante. Tulia kwanza kidogo, madamu uwepo. Hizo ni filamu zenu zinatoka tayari. Madamu Flora tayari ameshamuonyesha kwamba tunafanya hivi na hivi. Sasa kwa vile sijui hata katoto ketu kanaweza kuwepo karibu, jamani wazazi, mnaweza mkasogea. Sogeni ili kusudi picha yetu itoke. Basi nimeambiwa wewe ndio utakayeisoma.
Sasa tunaomba usome imeandikwaje. Sijui kwamba imeandikwaje. Kama vipi unaweza ukampatia Madam Flora akakusaidia kusoma, au wewe mwenyewe. Karibu sasa, hii hapa maiki ili useme. Bwana Yesu asifiwe. Keki imeandikwa Happy Birthday Freddy. Vigeregere jamani, vigeregere. Haya basi, niombe mama, sogea kidogo hapo kwa keki. Sogea hapo tena kidogo tu, usiogope mama. Hapo. Haleluya. Toto nao kamesema, unasemaje? Asante. Sasa Madam Flora, naomba usogee sasa umkabidhi, au tayari ulishamkabidhi? Shamkabidhi. Basi fanya hivyo kama ulivyoambiwa. Baada ya kuwa mishumaa yetu imewaka ikatoa nini zile chemichemi, mnasema tunapiga na vigeregere. Twende DJ. Jamani, vigeregere. Asante sana. Sogea. Cheki katoto kako vizuri. Waheshimiwa, karibuni DJ. Haya, asante. Sasa Madam Flora, unaweza ukarudi ukaa katika sehemu yako. Mtendaji, unaweza ukarudi kukaa katika sehemu yako. Basi nafasi iliyopo hapa leo ni mchangamko. Baada ya kuwa keki yetu tayari imeshawashwa, kinachofuata sasa ni kukata ile keki. Je, anayekata ni nani? Ni mtoto. Kikata keki kipo. Sasa kwa niaba ya huyu mtoto, watakao kwenda kuikata hii keki ni wazazi wake wote wawili. Wazazi wake wote wawili. Sasa jamani, Madam, leo sasa, samahani kwa kukuita Madam, naomba usimame. Kwa sababu tunaenda kutafuta maisha ya mtoto. Njoo. Tunaenda kutafuta maisha ya huyu mtoto mama. Hii keki haikatwi bure, si ndio hivyo Madam? Wapatie nao wazazi nao tuone sasa, wajue uchungu. Kila mmoja shilingi 10,000 kuikata hiyo keki. Au ikiwezekana nako katoto kachike hiyo sahani ili wajue. Karibuni, shilingi 10,000 DJ, wapeleke. Sawa, shida iko. Mama ameniomba kwamba samani. Sasa napata kipenzi cha roho yangu, ndio huyu hapa leo, na mtambulisha kwenu. Uko siko ana shambata wangu, uko wapi ni zuri tagenana. Uko siko ana shambata wake, yuko wapi ni tagenana. Uko siko ana. Jambo tulia. Yaani kuna jambo hapa ni zuri sana. Sawa? Kuna jambo ni zuri sana. Jambo hili ni nini? Yaani baada ya kuwa wamemaliza kuikata ile keki, wazazi, tujiandae sasa. Nafasi itakayofuata ni ya kuila ile keki wote. Wote. Mimi natamani kula hiyo keki. Ni kama angekuwepo mama watoto tungekula naye, lakini hivyo munyu nilisezwa. Asante sana. Misezi Shija ameshafika. Yaani wanawake wao waga wanakimbia tu kwa watoto. Si umwachiepo, wewe umemlea miezi 9. Mwachiepo hata na baba naye. Basi Madam, kazi ni kwako, waambie shilingi 10,000. Ikipelea Madam 20 hapo na iongezea wewe. DJ, wapeleke.
Shilingi 10,000 hiyo. Shilingi 10,000. Tambo tulia kidogo. Lakini kwa vile sherehe ni ya katoto na Kenyom, kapatie 10 ili kaangushe humo. Kapatieni tu 10 na Kenyom. Na kapenda. Kapatieni 10 hapo. Chukua hiyo 10. Madam, sogea hapo, tunakaandalia. Kaambia toto anawahi tu kwenda kula. Haya twende. Haya kapatieni mitambo. Asante sana. Umeona? Naweza mkaenda sasa. Haya, asante. Wewe tulia. Nyie wazazi msiondoke. Nilikuwa namwambia madam, tulia. Nilikuwa namwambia tu huyu madam Flora, nyie bakini, kwani umeshaikata hiyo keki? Si hapana, eti madam hawajaikata. Basi madam, kwa heshima na taazima, naomba sasa uwapatie kile kikata keki. Sasa madam, sasa hapo nikadhani ni ua tu, kumbe ni kisu. Kwa hiyo madam, kwa vile sasa wewe nyendo mlisoma kidogo, anakata mama au mtoto au wote kwa ujumla? Anamshikisha. Wanakashikisha kwa sababu ni mtoto. Sawa. Hawezi, kwa hiyo wanakuwa wanashika mkono kwa pamoja. Asante sana. Umeona jamani, kwa namna hii eti walimu tunawadharau kweli? Mimi nilijua tu labda kwamba watashika wazazi. Mwalimu tena amerekebishapo, kwa vile sherehe ni ya mtoto, watamshikisha nini? Kile kikata keki ndio wanampelekapo hivi. Mwalimu, maelekezo na hisi nyewe wanafunzi umejua. Fanyeni hivyo kama mwalimu alivyosema. DJ wapeleke. Asante. Nako kameshika, sogezeni. Nishike mkono kipenzi. Asante. Vigeregere jamani, vigeregere. Asante sana. Nakata tena. Asante sana. Haya, basi tulia mitambo. Kinachofuata madam, yani sasa madam Flora, leo kazi kwako. Walimu ni wazuri sana. Baada ya kuwa tayari mtoto amekata ile keki, katoto kanataka kawai kwenye keki yake. Basi madam, fanye hiyo kazi haraka. Anaanza kula hapo keki. Ni nani? Ni mtoto, na kisha anafuata kina nani? Asante. Mitambo, twende mitambo. Tukitembea pamoja, tukimbe pamoja, tufurahi pamoja. Kutumika pamoja, ije tukishi pamoja. Uko single, hapana, tunataka nijue. Basi baada ya hapo sasa, baada ya kuwa tayari keki wamemaliza kukata, kinachofuata ni kula keki. Sasa kwa vile ni kula keki, basi baada ya hapo sasa, anayekula hiyo keki anaanza kula keki. Iache tu madamu. Anaanza kula hii keki ni mtoto, si ndio hivyo jamani? Sasa hawa watoto hapo sasa, madam ni mtoto. Hapo mbele kuna wazazi wawili.
anayelisha huyu mtoto ni nani? Inahitajika wote wawili, kila mmoja kwa nafasi yake anamlisha mtoto. Asante. Ndio maana ya walimu. Mimi nilifikiri labda wanashika tu hivi ile keki wote wanamlisha. Wanalisha kila mmoja kwa nafasi yake. Madam, ni nani anayeanza kumlisha huyo mtoto? Swali hapo sasa. Ila atakayechaguliwa, atakayekuwa wa mwisho asivuve. Sawa Anayeanza kumlisha mtoto ni nani? Kwa sababu baba ndio kichwa cha familia, aanze baba. Basi kichwa cha familia, naomba uanze wewe. Basi anaenda kumlisha mtoto keki. Angalia huku, cheki katoto na kako shapush. Kache, wow. Vigelegele jamani. Cheki katoto kanafurahia kweli. Asante. Naona kanakula kenyewe. Wow. Nafasi inayofuata nyingine sasa ni ya mama, kwa vile mama ni bega. Mama basi kwa vile ni bega mama, na wewe chovya unamlisha. Naona wanawake ni wajanja, eti kapewa kadogo, baba alipewa kubwa. Vigelegele. Tulia mitambo. Baada ya hapo nafasi inayofuata sasa ni ya nani? Ni ya wazazi. Wao ndo wanalishana? Wanalishana kwanza wao. Haya, asante. Wazazi, lisha neni sasa. Hao katoto sasa, nikombe kitu kimoja. Hii keki iweke hapo hivi. Madam Flora iweke tu hapo hivyo. Asante. Basi niombe sasa, kabeba hako katoto. Na wao ni siku nyingi mno tuwaone mapozi yao. Yaweza kuwa siku ile Mrs. Shija wanamtafuta, walienda mpaka hata twende kwenye baa kubwa au twende kwenye hoteli kubwa, wakara kuku, mayai, minofu, mapaja. Sasa tuone, watuonyeshe tendaji. Kamama ndo kameenda kuanza. Be careful. Kanamwambia Shija. Shija na amekataa kwanza. Shija anakataa. Asante. Madam, unaniangalia mimi? DJ. Wow. Huko nilibega kushoto, ila kulia. Sasa mheshimiwa wewe amebaki po manene. Wewe chovya tu lolota hapo tumuone. Kama atajua kuachama vizuri au ataachia tu lote. Yeye mwenyewe. Kamama kanaangalia pembeni. 1, 2, 3. Wow, vigelegele jamani, vigelegele. Asante sana. Lakini ni wangapi ambao tunafanya hivi? Mimi hili ni fundisho. Wengine tu hata kama ni baba anatoka huko na mboga, kumpokea ni shida. Utasikia tu anakuambia kwamba Nyanjobe, nenda kampokee baba yako huko. Uronene, kofi. Asante. Sasa mnaweza mkaenda mkakaa pale. Lakini bado sasa na nyie tuwaombe sasa, waheshimiwa, sogeni na nyie watoto. Yaani safu hii nimalize kabisa. Sogeni. DJ walete. Acha watoto wangu. Haya, tulia mitambo. Kwa heshima na taazima, hao ni watoto, hawezi wakalishana keki. Sinevu mwalimu. Hawezi. Basi nikuombe mama angu, chukua moja unamlisha, lakini bado baba naye atachukua moja kwa upendo wako. Wewe ukipenda kumlisha huyo sawa, wewe ukipenda kumlisha huyo sawa. Fanyeni hivyo sasa. Tendaji unaweza ukaenda ukakaa madam, unaweza ukaenda ukakaa, shida ipo. Asante sana. Haya, fanyeni hivyo sasa. Fanya hivyo.
Asante. Vigeregere jamani, vigeregere kwa watoto. Wow, asante sana, barikiwe sana. Asante. Sasa kakae, nenda kakae wewe mama, baki hapa hapa. Tukuombe kitu kimoja sasa, hii tuikatekate kwa ajili ya watu wote kufanya nini? Kuitumia. Lakini tunaenda kula keki. Zoezi la kula keki tayari liko hapa, ni kwa watu wote. Anayeanza ni mtoto tayari. Baada ya mtoto wanaofuata ni wazazi tayari. Baada ya wazazi wanafuata ni watendaji wote. Watendaji wote wa vijiji ambao umealikwa. Sasa ndo niulize tena kitu kwamba atakayekuwa anawalisha ile keki ni nani? Kwa vile ni huyu mama, kwa niaba ya mtoto. Kwa niaba ya mtoto. Kwa niaba ya nani? Ya mtoto. Anayewalisha ni mama. Baada ya watendaji wote wanafuata ni walimu wote shule za msingi. Baada ya walimu wanafuata ni wenye viti na isi wananili. Umeshaelewa? Baada ya wenye viti, wageni wote waalikwa na wengine. Baada ya hapo mwisho walioandaa zawadi kwa ajili ya mtoto. Kwa hiyo sasa tayari wazazi tumeshamaliza. Tunako kwenda sasa watendaji wote. Karibuni watendaji wote. Karibu. Chini kuna gharama yake. Tendaji karibuni, karibu watendaji. DJ walete watendaji. Jamani watendaji simameni. Watendaji simameni. Tumsubirie mtendaji au yule mwenyewe. Jamani, mitambo tulia. Jamani, hata kama umekuja kwa niaba ya mtendaji, wewe ni mtendaji. Hata kama ni mtoto umetumwa kuja kuwakilisha, tayari wewe utakuwa ni nani? Ni mtendaji. Karibu watendaji wote, karibuni. Tulia mitambo. DJ, tendaji tunaanzia huku hivi. Tunaanzia huku unaenda hapo. Kawaida keki kama mtendaji na mtendaji mwenzio. Huyu ni mtoto wetu anaenda kuanza maisha. Hebu tunamkwamwaje sasa? Shilingi 10,000 watendaji. 10,000 tu. Tambo, waleta nakula keki hapa. Asante sana, shilingi 10,000 hiyo. Shilingi 10,000 mtendaji huyo. Mara ya kwanza ametoa 25. Ameangusha tena 10, 35. Asante. Twende DJ, twende. Tulia. Mtendaji kidogo. Haka nika upendo kuonyesha ni mtendaji wako. Hebu sogea hapo nikwambie neno. Na wewe choma tena naye ale. Si naye ni mtendaji. Asante, weka. Asante sana. Vigelegele jamani. Haya. Haya. Tulia. Wenye viti wote simameni, karibuni. Wenye viti wote simameni, karibuni mje hapa kwa ajili ya kula hiyo keki. Ndio maana ya sherehe ya mtoto wetu. Watendaji walikuwa na shilingi 10,000. Wenye viti ni kuanzia shilingi 5,000 na kuendelea. Twende DJ walete.
mitambo. Samahani sasa mwenyekiti, naomba uongee kabisa. Maana tayari kuna filamu hapa inachukuliwa. Hebu naomba uongee. Asante ndugu MC. Napenda kusema tu kwamba kwa hapa tulipo nipo kwa mtendaji wangu. Hapa tulipo nipo kwa mtendaji wangu, tuko ofisi moja mimi na yeye. Na hapa nina wajumbe wangu wa serikali ya kijiji ambao ni vitongoji, lakini baadhi na wajumbe wengine wako hapa. Nilikuwa napenda sasa zaidi mimi tuna zawadi ya jumla kwa mtendaji wetu. Tunaomba MC uwakaribishe vitongoji wangu pamoja na wajumbe, tushiriki wote pamoja hapa kutoa zawadi hizo. Naomba kuwasilisha. Asante. Anasema kwamba mtendaji huyu yuko kwenye maa yake, kwa hiyo ana jopu lake, yani ofisi yake. Wote wenye viti wote wa vitongoji wote mna zawadi yenu ya jumla. Naombeni sasa msimame mje hapa. Baada ya hapo ajiandae mwalimu. Baada ya mwalimu, walimu wajiandae. Baada ya walimu bana marabachi za gashibarevi na tainarea mbashi. Baada ya walimu afisa kilimo. Asante. Asante. Karibu sasa, karibu wenye viti, mnaitwa na mwenyekiti wenu. Na mwenyekiti wenu kabisa, mwananchi huyo. DJ walete DJ wananesi. Nishike mkono kipenzi wangu wewe ndo. Jamani, makofi kwa wenye viti vyetu na vigeregere huko, vigeregere jamani, vigeregere tena. Asante sana. Tulia kidogo. Bwana Shija, naomba usimame mheshimiwa. Simama tu. Sogea hapa. Sisi MC huwa tunaongea tu. Bwana Shija, unamuona huyo mheshimiwa? Huyo ndiye aliyemkaribisha huyu mama na yuko kwenye kijiji chake. Kwa hivyo basi, hata kama alivyokuwa anasema kwamba mlikuwa mnaniona zamani jamani kwa peke yangu, alikuwa analindwa na hili jopo. Bahati nzuri hakunamo kijana. Kwa hiyo mheshimiwa, usiseme kwamba mbona kalikuwepo ka kijana kenyuka alikuwa ni kama mwenyekiti kako. Sisi wanaume watu tunasema ina maana huyu kweli huyo. Kwa hiyo hili hapa ndo jopu ambalo liko ndani ya hiki kijiji cha wapi? Lwemo. Safi sana, wamekuja kusupport. Wanashija sasa, haina shida, na hisi usimame hapo angalie zawadi zao. Wamesema wao wanakuwa na zawadi ya jumla. Simama tu hapo na kamkanda kawe kanaangalia. Leo babe unyangogolina nuka jerero. Leo mlango na mwenyewe. Basi sogea mtendaji, na wewe mama labda sogea hapa kidogo kwa mwenyekiti wako. Basi karibuni kwa zawadi yenu ya jumla sasa. Ambaye ameiandaa aje hapo anatoa moja na hesabu. Kifika kwenye 200,000 nasema mitambo wajazi angalia huyo mtoto. Mitambo tulia. Mitambo tulia. Nadhani nilisikia bajeti yetu hapo mmeshatupangia, lakini sisi tukaona si vyema sisi kutupangia bajeti. Nimesikia wenye viti ni 5,500, lakini mimi nimezidisha zaidi ya 5,500. Tutatoa 10,000. Sawa nilijua kwa sababu hata mwalimu darasani huwa anafundisha kwa mafumbo. Kielewa hilo fumbo unajiongeza. Twende. Anasema anatoa 10,000. Wako 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Mara 2 12, si ndio hivyo jamani? Na maanisha nini mara 2? Nani amegundua hilo fumbo? Nani ambaye amegundua hilo fumbo? Mara 2 12 ikimaanisha kwamba mwenyekiti una mke. Uongo kweli? Sawa, ni nani? Mwanamke naye amejumuika, ndo maana hawa leo naona wako wawili. Haya twende. 10 mara 2. Twende tu mwenyekiti, twende. Haya. Shilingi 10,000 ya kwanza, 20, 30, 40, 50, 60 kwenye 100,000, si bado 40 tu.
Mtendaji, shika hapa hii sahani, naomba ubebe huyo mtoto. Beba huyo mtoto, ashike hiyo sahani bana. Jamani, kwa chochote kile kuanzia 2,000 na kuendelea, njoo anza hapo kwa mwenyekiti wako mkubwa. Tapigwa faini. Twende mitambo, twende. Wanarwemu hao. Tulia mitambo. Tayari tendaji ameanzia shilingi 2,200. Kwa hiyo yote ni 2,200. Rudi hapo hivi hapo hivi. Mwenyekiti ndo ameanza 2,200. Ikipungua unaiongeza wewe. Kaache tu kale kwa unafikiri kataira mitambo kapeleke. Mnakapa na baraka jamani, mnakapa na baraka katoto. Jamani vigeregere jamani vigeregere. Sante sana mitambo, tulia. Sante. Wamejikwamua katoto nao kamepata patapo. Au na baba naye mshikepo mkono. Make ni mgeni mkaribishe. Mshike mkono yeye. Mshike mkono yeye, maana sisi tulimtunzia vyombo vyake. Unasemaje mwenyekiti? Atushike mkono yeye. Tulimtunzia chombo chake huku. Wanashije, unasemaje bana? Wanadai wamekutunzia chombo hadi umekikuta. Sasa wanataka uwashike mkono. Uko tayari kuwashika mkono au hutaki? Nadhani nashukuru kwanza kwa kile walichokifanya, lakini pia nashukuru kwa kunitunzia mke wangu. Kama waliweza kumtunza mke wangu kwa muda wote ule, basi naomba na mimi waendelee kunitunza, maana mimi nipo chini ya eneo lao. Sina namna, mimi ni mgeni huko. Kweli? Sasa walisema mgeni njoo. Sasa tayari sasa mgeni amesha kuja, wenyeji ndio tunataka tupone. Shikeni mkono. Sasa bwana, ili kujua na kwa hiyo nakupenda, nenda wakushike mkono bwana. Huo ndio uongozi. DJ wapeleke. Anzia huku. Njoo huku hivi kwa kijana hapa. Asante. Jamani, tunamshika mkono. Yaani mwenyekiti mwenyekiti huyo. Asante sana. Haya basi, ubarikiwe sana. Wamekushika mkono. Na hizi sasa tayari imani ipo kwamba mke wangu kumbe ulikuwa unalindwa. Basi nikuombe, beba huyo mtoto, beba huyo mtoto. Asante. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, unapita hapo. Mama wewe anafanya kazi. Mama wewe leo hawa ni wageni wako. Kazi yako ni kuwalisha hiyo keki. Twende mitambo. Peleka hapo. Asante mitambo, tulia. Basi nafasi inayofuata ni ya walimu wote. Karibuni walimu wote. Madam,
Sawa sawa. Walimu wote simameni, mje hapa mbele. Kama uko peke yako unaweza ukamkaribisha hata mmoja wapo tu, kaja naye ukamshika mkono mkaja naye. Goli la walimu ni shilingi 10,000. Mitambo walete walimu. Nishike mkono kipenzi, kwangu wewe ndo kila kitu, na leo ndiyo siku yetu, wewe mzuri kwangu wazazi. Jamani tulia mitambo. Mimi nilifikiri labda ana 1,000, kumbe ameangusha ya zare nkurungu shilingi 10,000. Mitambo twende. Tulia kidogo. Mwalimu, ukienda Rwemo lazima utafikia kwenye ofisi ya huyu mama. Ndio huyu hapa. Na ameshabadilisha na sura. Basi ndo kazi yako mama leo, mpaka hata na kaivi kakija utakalisha tu keki. Madam nawe shika kwa upendeleo bwana. Asante. Naye madam mlishe tu naye. Bakima umetosha? Sawa. Asante. Basi karibu sasa nafasi inayofuata afisa kilimo kama yupo. Ndio huyo afisa kilimo eti. Asante. Mitambo mguse ba. Tulia kwanza mitambo. Itoe sifa ya huyu mheshimiwa. Cha kwanza jamani, mnamuona alivyo? Anamaanisha kweli yeye ni afisa kilimo. Ana gambuti. Anasema hivi, unapoamka kwenda shambani, cha kwanza ni gambuti. Si ndio hivyo afisa kilimo? Lakini afisa kilimo ni kuombe nyinyi watu wa serikali waga mheshimu maneno ya kuongea. Kama una maneno karibu uwaambie kuhusu kilimo kinaenda hivi na hivi na hivi, walau kwa muda. Baba anashusha maji. Karibu ongee. Angalia huko kwenye mic. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kwa upande wangu mimi kama afisa kilimo sina mengi sana ya kuongea, ila tu nakaribisha pale katani kwangu ofisini hapo kata ya Kagu. Mtu wote mwenye changamoto ya kilimo, ana mazao yake na mashamba yake kalima, anataka ushauri, namkaribisha pale ofisini Kagu, niko pale masaa yote. Kwa hiyo kwa kutokana na hilo mimi sina mengi sana kuongea. Kikubwa tu nawatakia kijana wetu hapo muone katika maadili yaliyo mema zaidi kama wazazi. Pia niwatakie maisha mema wazazi wote mwe na familia yenu. Sasa mimi sina mengi ya kuongea bwana. Mheshimiwa, tuendelee. Asante, lakini tunaendelea. Mbegu zinapatikana hata kwa sasa au hazipatikani? Zipo. Mbegu nafikiri mpaka msimu utakapoanza wa kilimo kuanzia mwezi wa 6 wa 7 pale. Kama unahitaji ya mbegu pale unakuja pale ofisini, tunapeana ushauri kwa mbegu gani nzuri utumie, basi utapata majibu sahihi. Asante, lakini bado na mimi nitakuwa na maswali kidogo. Ni kuombe kitu kimoja. Kwa mwaka huu watu wengi walisema kwamba viwanda vyetu vimetuchakachua mahindi. Kwa hiyo niombe sasa kama afisa kilimo, ili swala ulifikishe basi uko mbele, ili kusudi viwanda vya mwaka huu wavikague, visituletee tena kama changamoto ya mwaka jana. Asante afisa kilimo kwa niaba ya afisa kilimo, hebu angusha hapo shilingi 10,000 tu. Shilingi 10,000 tu. Msimbazi. Msimbazi tu. Hizo hapo shilingi 10,000. Ngoja kwanza utakula tu keki, kwani shida ipo afisa kilimo. Jamani, afisa kilimo hizi hapa ameangusha hizi hapa. Tena zimejikunja 10. 5 hii hapa, mseme labda katoraga 5 hakuna. Hii hapo 5,000 na ndio na 5,000 one njiano. Pa. Kwa mkasi wa mte afisa kilimo. Utanamgasi hata. Unage? Si amekuruhusu? Amekuruhusu kwamba nenda kwenye hiyo sherehe? Alikuruhusu? Basi naye mchangamsheko basi huko aliko naye. Hata 2,000 tumisezi. Haya, asante basi, nenda DJ twende. Mekusanyika hapa kutumika pamoja, tuje tuishi pamoja. Uko singo.
Asante sana, asante sana, ubarikiwe. Barikiwe. Basi Mitambo, tulia. Kuna watu muhimu sana kuna watu muhimu sana. Baada ya hao ndo watu muhimu sana. Baada ya hao watu tunaenda kumaliza na sisi wageni waalikwa. Niseme sasa, walisema kwamba baba ni kichwa, mama ni bega. Naomba msimame baba na mama wa hapa, mwenye huu mji hapa. Simameni vigeregere jamani, vigeregere. Karibuni, 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 karibuni. Njoni, wanashija. Hawa sasa ndo wanaojua kwamba leo umo imeingiamo siafu. Watajua tu. Sababu akisikia gagara gagara na fage nini? Siafu. Kwa hiyo baba ndo hawa. Mama huyu hapa na hekima yake na mheshimiwa. Baba iliranura hata ilira maye geraga. Umujiki data. Wewe tulia. Huo utajua kwamba utamfuataje mama, unampitia unakuja naye. Mama naye unakuja, mnakutania hapo katikati, mnaenda kwenye keki. Twende mitambo. Walete. Wewe mzee. Jamani akina mama vigeregere basi, vigeregere. Wewe jamani, wewe jamani, tumeona upendo. Vigeregere jamani, vigeregere. Wewe mtulia kidogo. Yaani mimi huyu mzee ananichekesha. Yaani anaimba anamwangalia kwenye bega lakini asahau kuangalia kwenye propera. Yaani hawa wazee wa zamani hawa jamani, yaani anaimba sijui wala mzungu mweusi. Kwa nafanya hivi. Jamani, ndo changamoto ya sherehe. Sio kae kwenye shoko hivi tu. Cheka basi wala uongezepo siku. Si ndio hivyo mtendaji? Ndio hivyo. Asante, wasogeze hapo kwenye dishi letu. Hawa ndo wazazi wetu. Mitambo walete. Mama naye anasema shida ipo. Shilingi 5,000 mama. Shilingi 2,000 ya kwanza hiyo. Yaani huyu mzee anajidai 2,000 ya kwanza hiyo. Shilingi 4,000. Shilingi 6,000 hiyo. Mzee anasema hamna mpaka ikamilike. Nishike mkono kipenzi wangu wewe. Shilingi 8,000 hiyo mzee huyo. Na leo ndiyo siku yetu. We mzuri wangu wazazi ukapita moyo wangu. Mama atasha zidiwe. Mama ana shilingi 6,000, baba ana 8,000. Tufunge ndoa yetu. Shilingi 10,000 hiyo. Leo kwa mama. Mama naye anasema sitaki nizidiwe. Mama ana 8,000. Tulia kidogo mitambo nikwambie. Tulia nikwambie. Baba, mama hataki kumwache nyuma. Mama ukiongeza, mama naye wallet inasoma naye anaongeza. Twende mitambo. Kusanyika hapa nikutupeka pamoja, tuje tukishi pamoja. Uko singo. Mama naye hajasema. Hii hapo. Tulia mitambo. Mama naye amekujibu. Unasemaje?
Hakuna shida. Twende. Tulia wewe. Unasema huyu ndio wa kwangu. Nataka nishike mic sasa hivi. Sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza ninashukuru sana. Pamoja na kushukuru pia ninafurahi sana. Leo hii sherehe ya huyu mtoto hapa kwangu ni sherehe ya mara ya pili. Naomba vigelegele. Na ninapopata sherehe hizi kama hapa nyumbani najisikia vizuri sana. Huyu binti nimempokea hapa, tukakaa naye hapa, sasa amekuwa ni mtoto wa nyumbani. Mnasemaje? Naomba vigelegele. Lakini bado nataka nitoe zawadi ambayo nitampa Fredrick. Nitampatia kuku mmoja ambaye sasa atafuga kuku yule. Nina imani kwamba atazaa vizuri, hatimaye atazalisha vitu vingi. Napenda kutoa shukrani kwa wote mliofika hapa nyumbani kwangu na kufanya mahafali haya. Pia napenda kumshukuru sana mwenyekiti wa kijiji cha Ruemo kwa jinsi anavyomlea huyu binti wangu bila shida yoyote. Mwenyekiti, naomba usimame wa kuone kwamba kweli huyo mwenyekiti hana matatizo ndani ya kijiji chake, anayekaa na mtendaji wake vizuri. Naomba vigelegele. Asante sana mzee mwenye busara. Asante. Akina mama na wao wanasema na sisi tujazirize. Unaweza kujazirisha au baba amemaliza. Unaona? Na maneno usemi. Sema. Ameshasema baba. Anasema maneno ameshasema baba. Hii nyumba hii Bwana Shija, hii nyumba imetoa thamani ya shilingi 20,000 pesa taslimu. Lakini bado wametoa na mfugo aina ya kuku. Maneno ya wazee waga yana heshima zao. Asante sana. Basi nendeni kwenye keki. Kuku na imani mko hapa, ataitoa tu, shida ipo. Asante sana. Mitambo wapeleke. Unatupendeza tukitembea pamoja, tuimbe pamoja, tufurahi pamoja, na watu wote mekusanyika hapa kutuweka pamoja, ije tuishi pamoja. Uko singo hapana, tunataka nawe yuko wapi? Hey. Hey. Mitambo tuli hapo. DJ wangu mheshimiwa, wewe umekataa kula keki, unahitaji mama ndo akulishe. Najua si umekuja naye mama. Ngera sana, ngera sana, ngera sana. Hata mwili umejilinda uko vizuri tu. Basi